Yes, hakuna kitu kibaya kama kuwa na rafiki au kuwa na mtu au mwenza au mtu wako wa karibu kabisa ambaye unamwamini, ambaye hachangii kitu chochote chanya katika maisha yako. Hakuna kitu kibaya ambacho kama unakifuga au unaendelea kukipalilia kama kuwa na mtu ambaye hachangii mambo chanya katika maisha yako. Yaani hawa ndio wale watu ambao utafanya vitu vibaya, wenyewe wataendelea kukupalilia tu, wataendelea kukusifia, wataendelea kukwambia bwana, wewe ni jembe, wewe ni mtu mzuri sana ambaye unafanya mambo vizuri. Kwa hiyo hao si watu muhimu sana kuwatunza na kuwaendekeza katika maisha yako, kwa sababu wenyewe wapo kwa ajili ya kuangalia wana benefit vitu gani kutoka katika maisha yako. Usipoweza kuwa identify vizuri, utajikuta mwisho wa siku unapoteza muda mrefu kufanya vitu ambavyo baadaye utakuja kujutia katika maisha yako. Kwa hiyo jitahidi sana uweze kujaribu kujifanyia tathmini aina ya marafiki ambao unaongozana nao katika maisha yako wanakuwa ni wa aina gani, kwa sababu unaweza ukawa na watu wengi ambao wanakuweka gizani kila siku. My friend, hautaweza kupata productivity chanya katika maisha yako. Kama unataka kujenga a positive productive change ya maisha yako, hakikisha unaanzia hilo eneo la kwanza na kutambua na kuwa na watu sahihi wanaokuambia ukweli. Yes, ninajua ukweli huwa wakati mwingine upendi katika maisha yako, lakini tafuta watu wanaokuambia ukweli katika maisha yako ili uweze kufanikiwa. Na ni kwa nini watu wengi hawapendi ukweli? Kwa sababu watu wengi wamelelewa katika maisha ambao hawaambiwi wanapokosea, hawaambiwi yale mabaya wanayofanya katika maisha yao. Wamezoea kupongezwa, hongera. Kwa hiyo siku wakikutana na maneno mabaya katika maisha yao inawatoa kwenye mudi na wanaweza wakakuchukia kabisa siku zote za maisha yao. Kwa hiyo leo anza mabadiliko chanya ya maisha yako kwa kutafuta watu sahihi, watu wanaokuambia ukweli. Jifunze kwa hao watu. Hao ndio watu muhimu unaotakiwa wakuze katika maisha yako ili uwe na positive productive change ya maisha yako. Be the change of yourself.